Karibu katika mwendelezo wa mkasa wa jinsi nilivyopata utajiri kipindi nafanya kazi mochwari, na hii ni sehemu ya 5. Katika sehemu ya 4 tulishia pale ambapo Yasini anasema kwamba Abu alikuwa ananisisitiza zaidi kwamba haya mambo tuyafanye kuwa siri kwa sababu ni kinyume na sheria kabisa, na bara yake nikamwambia Abu kwamba mimi naelewa waziwazi kwamba hii ni kinyume na sheria, hivyo basi tutajitahidi kutunza siri wala usiwe na shaka kuhusu hilo. Bara yake Abu akawa amesema sawa, na tukawa tunaendelea kupiga stori za kawaida, na bara yake muda mfupi tukasikia kuna gari ambayo inapiga honi getini, na bara hapo nikawa nimetoka kwenda getini kwenda kulifungulia lile gari. Baada ya hapo nilipofungua tu lile geti nikaona gari inaingia kwa spidi kweli kweli. Nilishangazwa sana kuiona gari ndogo inaingia kwa spidi, na baada yake ile gari ikaenda kupaki haraka haraka, na akashuka mbaba mmoja ambaye alikuwa na hema sana. Yule baba yuko nadhifu sana. Nilishangaa, mbona amekuja kwa kasi namna hii, lakini anaoneshwa ni mtu ambaye ana hema. Hivi kuna nini? Baada yake nikamsikia anamwambia Abu, hivi vipi hii maiti ulionikabidhi mbona sielewi kabisa? Baada yake Abu alionekana ni mtu ambaye anamsikiliza kwa umakini, lakini hajashtushwa na kitu chochote. Baada yake akamwambia Abu, akamuuliza yule mzee, akamwambia unasema hauielewi kivipi? Baada yake yule mzee akawa amesema, nimeshangazwa sana. Kila siku huo unanipa hizi maiti, lakini maiti ya leo nimeishangaa kabisa. Nimetoka muda sio mrefu kuichukua pa mochwari, lakini nimefika nyumbani kabla ya kulala nao kwa muda mrefu nikashangaa inapiga chafya. Abu akamuuliza, inapiga chafya? Yule mzee akawa amesema, ni ndio, imepiga chafya. Ni jambo ambalo limenishangaza kwelikweli, sijawahi kukutana nalo kabisa. Baada yake Abu akawa amemwambia, basi nisikilize mimi niko sasa kwa miaka 7 hapa mochwari, nafanya kazi ya kuhifadhi hizi maiti. Ina maana najua kitu ambacho kimetokea, na siku nyingine ukiona maiti inapiga chafya namna hii, wala usihangaike kukimbia kama ulivyofanya. Labda unatoka na gari kwa force namna hiyo, unaweza ukajisababishia hata majanga ukapata huko ajali. Cha kufanya wewe tulia tu, au ukiona hali kama hii ambayo uielewi, nipigie kwanza simu, baada yake nikuelekeze jinsi ya kufanya. Kwa mfano, hapo isingepaswa wewe kukimbia kabisa au kuja hapa. Yule mzee akawa amemuuliza, ina maana nikiendelea kubaki nayo na wakati sielewi kabisa? Akasema, Abu, sikiliza nikuambie, mara nyingi mwanadamu ambapo anakuwa anafariki, viungo vyake ndo ubakiwa kwamba vifanyi kazi kabisa. Maana yake vinakuwa kabisa vimepoa na havina uwezo wa kufanya chochote. Lakini ubongo wa mwanadamu unakuwa bado uko hai. Ubongo wa mwanadamu kufa huwa inachukua muda mrefu sana baada ya mwanadamu yule kufariki. Ina maana mwanadamu katika kifo chake kunakuwa na mzunguko wa kifo mpaka utimie, ndipo ubongo nao pia unakuwa unakufa kabisa. Ina maana kitu ambacho kilichofanya hii maiti itoe chafya, maana yake ni kwamba ubongo wake bado uko active, maana yake bado unafanya kazi. Kitu ambacho litakiwa kukifanya ni kwamba siku nyingine ukiona anatoa chafya au anapiga chafya, kemea tu kwa nguvu kabisa. Unaweza ukasema acha kwa sauti, na baada yake akakaa kimya kabisa, au hiyo maiti utaiona ipo kabisa kimya, kwa sababu ya kwamba ubongo wake utakuwa umeusumbua kwa ile kelele ya neno acha. Ina maana kulingana na ile kelele au kutokana na hiyo kelele ambayo wewe utaitoa kuimwambia acha, hapo hapo kimya atakaa, na kimya kitatanda, hatafanya tena. Ina maana ni jambo ambalo wewe litakiwa ulifanye. Baada yake yule mzee akasema, nisingekuwa na hata hiyo akili na wala sifahamu. Akasema, ni kweli haufahamu kwa sababu wewe sio mtu wa mochwari, na mimi ni mtu wa mochwari, ndio maana kuelekeza haya. Baada yake yule mzee akawa amesema, aisee, ni hatari kweli. Sasa bado sijatimiza jambo langu ambalo nilikuwa nataka nilifanye. Kwa hiyo nahitaji maiti ili niweze kulala nayo hapa angalau kwa dakika 20 tu. Baada yake yule Abu akaniambia kwamba, Yasin, njoo hapa na mpeleke huyu mzee humu ndani, kuna maiti fulani ambayo imekuja hapo muda mchana. Yule mtu amefariki akiwa kwao na hatujaiweka kwenye jokofu kabisa. Kwa hiyo kaichukua ile maiti, mpe huyu mzee alale nayo na umsubiri humo ndani. Baada yake yule mzee alikuwa na hofu kweli. Baada yake akaongozana na mimi mpaka ndani, nikaenda kuichukua ile maiti ambayo ililetwa mida ya mchana.
ile maiti ilikuwa tu chini, hatujefunika na chochote na wala tukuiweka kwenye jokofu kwa muda ule. Baada yake nikamwambia mzee, maiti ni hii hapa, vipi nikusaidiaje? Ile maiti ilikuwa ni ya kike. Baada yake yule mzee akawa amesema, naomba hii maiti uigeuze, yaani ilale kiubavu wa kulia na mimi nilale ubavu wa kushoto ili niweze kuangaliana nayo kwa macho. Muda wa dakika 20 baada ya kumaliza utaniambia ili nitoke. Baada hapo mimi nikaweza kumuuliza yule mzee, ina maana unalala nayo hapa hapa chini? Baada yake yule mzee akawa amesema, ndiyo nalala nayo hapa hapa chini, lakini inabidi niangaliane nayo, yaani niitazame usoni. Kwa hiyo naomba uniangalizie kipindi ambacho umeitega hapa, mimi naiangalia usoni au natazamana nayo usoni. Baada ya dakika 20 naomba unistue uniambie tayari. Aise nilishangazwa sana. Na baada pale nikamwambia sawa, lakini nikaweza kufikiria mambo mengi sana. Nikasema ama kweli utajiri una mambo mengi sana. Utajiri una mambo mengi sana, yaani usione tu watu wanamiliki mapesa, yaani utajiri ni mateso kulikweli. Mimi kama ni hivi ni bora tu nife maskini au nife katika hali yangu hii, lakini kulikoni mateso kama haya ambao mtu anakuwa anapata, yaani anahangaika na maiti nyumbani kwake, anakuja hapa tena bado anataka tena alale nayo vile vile kwa kuhofu kwamba anaweza akapoteza utajiri wake aliokuwa nayo. Aisee, hii ni hatari sana. Anasema baada pale nikaweza kusubiri yule mzee ili niweze kumstua atoke pale. Nikawa naangalia saa yangu kwa makini sana. Baada hapo nikakaa kwa muda kidogo, zimebaki kama dakika 2. Baada yake nikamwambia zimebaki dakika 2. Yule mzee nikamuona kabisa anahema kabisa, anatoa pumzi nje, yaani ni kwamba aamini kama zile dakika anazitimiza. Baada yake nikawa nimesema hii ni kazi nzito sana. Baada ya ule muda kutimia kabisa dakika 20, yule mzee nilipomwambia tayari, aliinuka kwa kasi kweli. Ni mtu ambaye alionekana bado ana uoga ndani yake, akainuka na amesili kwamba anataka kukimbia. Baada yake nikamwambia vipi, mbona unastuka namna hiyo? Akasema tu hakuna. Baada yake akawa ametoka nje akaenda kuongea na Abu. Baada hapo mimi nikawa najiuliza kwamba nikawa nasema ama kweli maiti huwa haizoeleki. Unaweza ukawa unafariki hapo, lakini baada ya muda mfupi ndugu yako au mke wako au mume wako ataogopa kabisa kukushika, kwa sababu inaaminika kwamba binadamu akishafariki huwa anageuka kuwa kama mzimu, na mara nyingi hakuna mwanadamu ambaye anakuwa anafariki eti ya kwamba anarudi tena kuwa hai. Kwa mfano huyu mzee alipokuja, aliposema kwamba ile maiti ilipiga chafya, ina maana nikaogopa. Ina maana yule mzee alijua kwamba ile maiti imefufuka. La hasha, hakuna ukweli wa namna hiyo. Binadamu akishafariki amefariki, hana uwezo wa kufufuka tena na kufanya kitu chochote. Na mara nyingi watu ambao wanakuwa wanafariki labda eti kwamba amezinduka au amefufuka, mara nyingi huyu mtu kama ataishi, basi ataishi katika akili zake zote timamu kama mara ya kwanza, na baada yake ataishi kwa matendo ambayo sio kibinadamu kabisa. Ina maana hakuna rekodi duniani ambayo inaonyesha kwamba kuna mwanadamu ambaye ameshawahi kufariki na akafufuka akaishi kawaida sana. Hakuna jambo kama hilo. Inamaanisha kwamba kifo ni kifo tu. Ina maana maiti inaogopwa sana. Na hizi siku chache ambao nimefanya hapa kazi mochwari, nimeshuhudia mimi Yasini, baadhi ya watu ambao wanakuja kuchukua maiti za ndugu zao huwa wanakuja 6 au 5, lakini licha ya wingi wao kwa idadi 5 au 6, wakija mochwari huwa wanaogopa kulikweli. Yaani wakisimama mle ndani wanaona kama mnatisha, na wengine wanasema kabisa umndani mnatisha kulikweli, na baada yake huwa wanasimama kwa hofu na wakitazama huku na kule. Ina maana wanaogopa kabisa yale mazingira, lakini ni ndugu yao ambao wanakuja kumfuata. Na hata tukiwaonesha au tukifungua ile jokofu kuwaonesha ili wamwangalie ndugu yao, huwa wanakuwa wanaogopa sana, na baada yake wakishampata ndugu yao bado wanaogopa hata kumshika. Ama kweli maiti haijawahi kuzoeleka. Maiti dunia nzima au watu wa dunia nzima huwa wanaiheshimu sana. Yaani mwanadamu akishafariki huwa anageuka kuwa kama mzimu, na hakuna ambaye labda atafariki kwamba eti atarudi tena, hata kama ikikohoa au kupiga chafya. Basi baada pale nikawa nimetoka na mimi nje, nikamkuta yule mzee anazungumza na Abu, na baada yake akatoa kiasi cha pesa nyingi sana akampatia Abu, na kitu ambacho kiliendelea katika sehemu inayofuata.